Samani, nilikuwa namuulizia mama. Nilikuwa nataka nimwage. Ungejua hata kusalimia. Za asubuhi. Eleza shida yako. Nilikuwa namuulizia mama. Nilikuwa nataka nimwage. Mama. Mama. Be. Mtoka anataka kutoka huko. Oh, ja. Shikamoo mama. Mama, ujambo? Sijambo. Nzima. Mimi mzima. Mama, mimi nilikuwa nakuaga. Sawa. Subiri chai. Unywe chai kabisa ndio. Hata usijali mamangu. Kwa huru tu. Kijana. Kakae kwanza pale na mazungumzo na wewe. Bwana. Shida nini mke wangu? Mbona sikuelewi? Hivi. Shida nini? Mama anifukia mama. Bwana. Sasa kwa nini unaniambia shida nini? Shida ni wewe. Mdogo wangu kaondoka na chanzo ni wewe hapo. Asa mke wangu. Sasa kuna tatizo? Mimi nikajua labda utafurahia kitendo cha kutoka mdogo wako, Hivi uone kama saizi tuko huru sana. Wakati uko mdogo wako huko ndani unaona kabisa tuko tumebanwa, Tunashindwa kufanya chochote, tunashindwa kuenjoy mke wangu kwa ajili ya mdogo wako yuko. Naomba usije ukasahau. Damu ni nzito kuliko maji. Na tena usije ukafananisha huo upuzi wako na ndugu yangu. We mkaka. Usizani kwamba nilikuelewa sana ulipokuwa unazungumza pale ndani. Ninyamaza tu kimya kwa sababu ya kumheshimu mamangu. Halafu uyatima mwisho ni miaka 18. Mwanaume mzima umekosa yani akili ya kujiongeza kwamba ukafanye vibarua au kaombe kazi eti unaomba msaada. Sasa iko hivi. Tumekusaidia sana. Ni chakula cha mchana. Na baada ya hapo ni utoke hapa ndani. Vinginevyo usitegemee usiku patalalika. Na kama utaenda ndivyo sivyo, basi utanijua mimi ni nani. Nisikilize wewe mwanamke. Usifikirie mimi nipo hapa kwenu ukazani sina mipango ya muhimu ya kuifanya. Na mipango mikubwa tofauti na unavyonifikiria wewe. Sijui unanielewa? Alafu usizani mimi kwamba nanyenyekea sana kukaa hapa. Ni vile tu maisha yamenipitia vibaya. Sijui unanielewa? Wewe vipi? Mbona hivyo?
Nimetoka kwa mwanangu kumpelekea pesa. Pesa? Pesa zipi? Na unataka kupeleka kwa nani? Ngoja nikwambie kitu ambacho ukijui. Yule mwanaume ananipenda sana. Na yuko tayari kufanya chochote kile kwa ajili yangu. Na hata sababu yeye kwenda jela ni mimi ndio nimesababisha. Na nilikwenda kwa lengo la kumrudishia pesa zake. Kwa sababu nampenda sana. Yaani katika watu wanaokurupuka, wewe ndo namba 1. Umenielewa vizuri? Wewe si umeolewa? Semeni. Tangia uolewa ukwahi niletea mashtaka hata siku hii moja. Sasa hivi ameanza mashtaka tena baada ya kurudi mtu wako kutoka gerezani, si ndio? Watu wanaacha magari, wanaacha majumba, na wanaishi maisha kawaida. Pesa ni kitu gani? Kwa hiyo kwa sababu alikuachia pesa na wewe unataka kurudi kwenye hizo pesa, si ndio? Nini unafanya sasa? Wala hata mimi unanichanganya kwa kweli. Sikiza nikwambie shoga yangu. Kwenye hili sihitaji ushauri wa mtu yoyote. Hasa kama ulikuwa uhitaji ushauri wa mtu yoyote, hapa nyumbani kwangu ulikuja kufuata nini? Si ulitaka ushauri? Sasa kama uhitaji ushauri, basi naomba ondoka. Umenielewa? Nyanyuka, ondoka, semeni. Toka, semeni. Semeni nakwambia uondoke, usikii? Medi, shida ni nini? Hebu naomba nisikilize. Ungekuwa ni wa kwenda, nadhani ungekuwa umeshaenda. Ila mpaka sasa uko hapa. Ni wazi kuna jambo linakusumbua. Naomba uniambie. Kwani wewe unasoma? Ndio, mimi nasoma. Niko chuo na ni mwaka wangu wa kwanza. Ila kwa sasa niko likizo. Heri yako wewe unayesoma kuliko mimi ombaomba. Huo msaada ambao mnanipa nyinyi sio kitu ambacho nakihitaji mimi. Ndoto zangu mimi sio kuwa hapa. Ndoto zangu mimi ni kuwa chuo. Mimi sikupenda kuwa hivi. Sikupenda. Basi Medi, mimi nimekuelewa. Mke wangu, nimekuja hapa ili tuweze kuzungumza na tumalize tofauti zetu, na inafika wakati nashindwa kupata hata haki zangu za msingi. Yaani humu ndani hakutakuwa na amani mpaka ndugu yangu atakavyorudi. Lakini kama mdogo wangu hatorudi humu ndani, akitofanyika chochote, nimekuacha ulale chumbani. Nitalala hapa sebleni.
na kama utaona nakubana hapa sebleni, nitaondoka. Lakini mimi nadhani wakati tunaendelea kumtafuta mdogo wako, mambo mengine yangekuwa naendelea. Mke wangu, ulikuwa ni kunipa adhabu kama ambayo unanipa. Ujue ndoa ni tendo la ndoa, na hakuna ndoa bila tendo la ndoa. Wanawake kama nyinyi ndio mnasababisha sisi wanaume tunakuwa na michepuko. Mimi nadhani huu ni wakati wetu kukaa kuzungumza, wakati tunaendelea kumtafuta mdogo wako. Mambo mengine yanaendelea. Sitaki usumbufu. Na ukiona tena hapa nakubana, nitaondoka. Niambie, naona kumekucha. Kumekucha, leo nimechelewa kuamka. Kawaida, mwili hauwezi kuwa sawa kila siku. Ni kweli. Ila naona umewahi kuamka. Ushafanya na usafi. Kawaida. Basi sawa, nadhani tusipoteze sana muda, acha na mimi nianze kufanya usafi ndani. Okay, haina shida. Kubwa zaidi nililoleta hapa ndugu yangu, mimi kule mwanaume nimetoka. Ili nimeondoka. Vipi kuhusu mjalajala wako? Alikusamehe? Shoga yangu bado ni mtihani. Lakini unaweza kwenda kuomba msamaha. Wapi sasa? Si kwa mume wako. Kabla mambo hayajawa magumu kwako. Yaani dada, nikwambie tu, mimi kurudi kule sitoweza. Haya, na watoto uliowatelekeza? Watoto wako boarding. Lakini hata hivyo, kama baba yao atawahitaji, atabaki nao. Sasa basi ninachokuomba, akikupigia mwambie hujawahi onana na mimi kabisa.